Msukumo, nawapenda mama wane kikundi, na waheshimu, na wameniomba sana, na ndio maana ilikuwa ghafla. Na hata ukifikiria ilikuwa ghafla kweli. Lakini kwa sababu na kwa heshima na waheshimu, niliamua kuja na kuwepo nihudhurie. Na ndio maana tuko hapa mpaka na nyinyi mko hapa sababu. Mimi naishi Dar es Salaam Mbezi Beach. Nina ofisi Kahama pale. Nina ofisi Tabora. Nilikuwa Kahama hapa, nilikuja kwa kazi zangu za dua na tiba asilia hapa Kakola hapa. Lakini nilipofika wakati kwa sababu anatumia uwanja huu, ndio anakuambia ilikuwa ghafla, walikuta mimi nimefikia kwenye hoteli hii ya Kitapela. Kwa hapa. Mimi najisikia vizuri, na najisikia kama nasaminika, na napendwa, niko kwenye mioyo ya watu, ndio ninachojisikia. Mimi sio kama najisikia vibaya, nachotaka kuwafundisha vijana. Unajua mimi ni kijana, lakini kijana nilioenda hedhi. Na kinachonisaidia mimi ni ile kukaa kucheka, kufurahi. Ni kama hivi nimeshtukizwa, nimejichanganya. Unajua ukifanya hivyo kuna zile labda una mawazo nini zinapungua kwa uzeeki. Kwa hiyo mimi hichi chote, hata kama wewe ni kijana, mimi naomba ukikaa karibu na mimi unaweza kutamani kila siku unakaa na mimi. Mimi ni mkali kidogo, ila kuni pale ninapotaka wewe utoke pale ulipokalili ufike mbele. Kwa hiyo wala usitegemee katika mafanikio shule inatoa ujinga. Wala usitegemee kwamba ukisoma una degree master ndio utakuwa tajiri. Hapana, ukimaliza yaweke yale kwa ajili tu ya kwamba hata ukifanya chochote unaweza kukisimamia mwenyewe kwa sababu unauelewa. Lakini ukitoka kule nje ya hiyo, mimi nataka nichukue vijana waamini unaweza ukafika sehemu ambayo ufika. Mimi ukinitafuta kuandika vijana Tanzania hii, mimi kijana fulani hivi noma sana yani. Yaani mimi kwa hiyo kazi yangu ya tiba ya dua kuna mpunga mzee na marundo kuliko yoyote hata wazee na wazee. Lakini kwa sababu gani? Nilijituma, silali. Yaani mimi nalala masaa machache sana. Muda mwingi kama sipo katika kujichanganya, katika kuwepo kwenye masherehe, muda mwingi mimi nafikiria. Leo nimefika hapa, kesho natakuwa nifike zaidi ya pale. Natamani na nyie kama vijana ukikaa na mimi niulize, mimi nitakusaidia kwamba inakuaje, kwa nini niko hapa mimi. Na wewe uwepo, yani mimi sio mchoyo wa roho, lakini hakuna mafanikio bila dawa. Mimi niwaambieni. Ila wachache sana wanaokuambia kama mimi. Wengi watakwambia tu wewe pambana, jua siku uko pale. Mimi nikishtukizwa, yani mimi niko furu. Nafikiri umeona mimi natembea na begi. Mimi niko furu. Usikimbilie kwenye mikopo ambayo haina tija. Angalieni mikopo ya kuchukua. Siku hizi kuna mikopo hadi ya Mama Samia. Mikopo ya rais ni tofauti na mikopo ya watu binafsi. Wafanye vitu ambavyo wanaona vinatija, aviletea sana. Hata mimi ikinipendeza Mungu nitaanzisha mikopo. Mimi nikianzisha mikopo yangu, nitaanzisha mikopo ya Kiislamu. Mikopo ya Kiislamu haina riba. Mimi na uwezo huo kuanzisha. Yaani haina riba. Riba yake ni wale wazingatie ili mwingine wewe ukilipa na mwingine apate. Mungu akinipendeza, siku akinishushia moyo wa kufanya hivyo nitafanya muda wote. Kwa hiyo huu ni mwaka wa 3 tunafanya sherehe hizi, na sherehe hii ya leo tuliona ni vema na haki kumwalika mtu mkubwa katika nchi yetu ya Tanzania, Sultani Miti Mingi. Maana tunamfuatilia kwenye mitandao yake ya kijamii, na sana tulivutiwa na mtu wetu wa karibu ambaye ni Matani Kishepo Ng'ombe, ambaye alituambia kuna mtu wake alifanya naye kazi katika wilaya yetu na kata yetu, akatuomba na yetu mualike kama mpambe wake mgeni rasmi. Na kweli Sultani Miti Mingi tukakutana naye katika hoteli ya Kitapela kwa jambo la kushtukiza, lakini kaka huyo hakukataa kwa sababu ni mtu wa watu na anapenda kusapoti vikundi vya kina mama. Tulimkaribisha na akaitikia wito wetu, akatufanyia jambo. Tulikuwa na mahitaji ya tenti 3 na viti 300. Tunamshukuru Mungu, pia tunamshukuru Sultani Miti Mingi kwa kutusapoti kwa viti 120 pamoja na tenti 1. Popote pale anapotembea, Mungu ambariki na amzidishie kwa hapo alipotoa, maana ametusapoti kwa jambo la kushtukiza, hakuwa na hila wala nini. Katusapoti kwa vitu hivyo na bado akatupiga milioni 1 ya kesh nje na vitu alivyotusaidia. Ninaitwa Ana Boniface Mwakalinga, ni afisa maendeleo wa kata ya Bugarama.
Niko na hiki kikundi toka kilivyoanzishwa nikiwa afisa maendeleo wa kata hii ya Bulyanhulu. Na kulingana na swali lako la msingi ambalo umeuliza, ni kweli halmashauri yetu ya Msalala tunazo fedha ambazo huwa tunatoa kwa ajili ya kuwaendeleza wakina mama, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Na kikundi hiki ni mojawapo kati ya vikundi vya wanawake vilivyomo ndani ya kata ya Bulyanhulu. Lakini kulingana na nature ya kikundi hiki bado hatujaweza kufikia ile hatima ya kuweza kuomba mkopo, kwa sababu lengo kubwa la kikundi hiki kilianzishwa kwa lengo la kusaidiana kwenye shida na raha. Kwa hiyo bado walikuwa hawajajipanga katika kusimamia mradi wa pamoja ili uweze kuwapa access ya kuomba mkopo. Kwa hiyo kwa sasa ambapo wameanzisha mradi, tunategemea sasa kuwaweka katika mchakato waweze kupata hiyo fursa ya mikopo ambayo inatolewa na halmashauri yetu ya Msalala. Tunapopata wadau, kimsingi sisi tunawashukuru kwa sababu tunaamini kwamba serikali peke yake kama serikali haiwezi katosheleza kutoa fursa kwa wanawake wote ama vijana wote ambao wako ndani ya nchi hii. Kwa hiyo tunapopata wadau, sisi kwetu ni fursa, kwa sababu hata hiyo mikopo tunayoisema ya 10% hawawezi wakaipata wanawake wote kwa wakati mmoja. Kama unavyoona kwamba kwa sasa toka Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliporuhusu utoaji wa mikopo, tunawatoa kwa awamu kulingana na kile kiasi ambacho kinakuwa kimetengwa kulingana na mapato ya ndani yanayopatikana ndani ya halmashauri. Kwa hiyo sisi tunapopata wadau kama kina Mr. Miti Mingi, Mr. Matani Kishepo na wengine wengi ambao wamo ndani ya hizi kata zetu mbele, kwetu sisi ni fursa, na tunawahamasisha sana wanawake kwamba wajiengeji kwenye vikundi, kwa sababu sasa hivi huwezi ukasema utamwezesha au utamsaidia mtu mmoja mmoja, lakini wanapokuwa katika mfumo wa vikundi inakuwa ni rahisi sana kuwafikia kwa wingi, lakini pia kuwapa elimu kwa wingi na kuwapa misaada kwa wingi sana. Kwa jina naitwa Grace Shayo, kwa jina maarufu nalofahamika katika eneo hili naitwa Mama Mushi. Mimi ni mjumbe katika kikundi hiki cha Superwoman. Sultani tulimpa kadi mchana, akasema kwamba hatujamwandaa, lakini kutokana kwa heshima tunayoheshimiana, huyu kijana mimi nimemlea wakati akiwa hapa, akiwa na kampuni ya ulinzi, alikuwa ni mdau wangu mzuri sana kwenye baa yangu. Kwa hiyo akasema, mama, natumia heshima yako, nitakuja. Kwa hiyo kile tulichotamka kwa kwetu tuliona ni kikubwa, kwa sababu tulikuwa hatujamwandaa. Tungekuwa tumemwandaa tungetamka hata kiasi kikubwa, lakini tunashukuru hata hicho alichotusaidia ni kikubwa, na hatusikitiki kwamba tumekosa lile dau. Hapana, bado, kwa sababu tumemtambua na tuko tayari siku nyingine kumuomba msaada, au yeye akitualika Dar es Salaam siku moja, na tutatembea, tutajifunza mengi kutoka kwake.